sikiona familia yangu ikiwa inapata unafuu wa maisha. Ndio kauli pekee ambayo imemfanya huyu mtoto akasema uongo mbele ya askari polisi. Siku moja bana, benki inaibiwa. Wakati wale majambazi wanasema toa kila kitu ambacho uko nacho, mtoto mmoja akasema kwa sauti ya upole na unyonge, mchukue na huyu hapa. Lakini sasa jambazi badala ya kufocus kule ambako alichokuwa anakifanya, akamfuata mtoto akamwambia, bana mimi sihitaji mdoli, na wala sio kwamba napenda mimi kuiba. Hapana, bali napenda familia yangu ipate unafuu wa maisha. Sasa wakati wanaongea pale, yule mtu akapata kidogo udhaifu wa mwili, akaanguka kutokana na ugonjwa ama maradhi aliyokuwa nayo. Mtoto akataka kumvua mask kwa sababu alikuwa anaonekana anapata shida kwenye kupumua. Lakini mama yake yule mtoto akamzuia, akamwambia bana achana naye kwa sababu hiyo haikuhusu. Lakini kutokana na udhaifu wa ule mzee katokea saa akakamatwa, na kwa sababu ule mtoto alipata fursa ya kuongea na ule mtu ana kwa ana, ikabidi aende kwenye kituo cha polisi akamtambue ili ule mzee ama ule mtu ambaye alihitajika kukamatwa au hukumiwe kifungo aende zake gerezani. Basi sasa ikatokea pale mzee watu wamepangwa. Sasa cha kushangaza waliopangwa wote pale ni wazee. Na ina maana sasa kati ya wale wezi wa benki mmoja wapo alikuwepo kati ya wale ambao wamepangwa pale. Basi mtoto akapita kwa mtu mmoja mmoja kwenda kuzunguka kutafuta yule mtu aliyeiba ile benki. Sasa katika wale watu wote wa mwisho ndio alikuwa ni mhusika. Sasa mtoto aliweza kumtambuaje? Wakati anazungumza siku ile ya benki, yule mtu alikuwa amevaa saa ambayo ina picha ya mtu ama mtoto ama tuseme picha ya mtu kwenye ile saa. Kwa hiyo alipofika kwa yule mzee wa mwisho akagundua kwamba ni mzee, kitu cha kwanza. Alafu cha pili ni mgonjwa, na cha tatu kumbuka yeye mzee hakuwa anaiba kwa ajili ya kujifaisha ama kwenda kufanya starehe, bali alikuwa anaiba kwa swala la kifamilia. Kwa cha kwanza aligundua ile saa ambayo alikuwa amevaa siku ya eneo la tukio, na cha pili alipomwangalia usoni akaona zile ndevu ambazo kwenye siku wakati anataka kujaribu kumvua maski yule mzee alipozidiwa aliziona zile ndevu zake nyeupe kutokana na ile siku aliyozidiwa. So badala hapo mtoto akakana kabisa, akasema kwamba mimi huyu mtu simfahamu wala hawa wote simfahamu, na yule niliyozungumza naye mimi hapa hayupo. Polisi akamwambia ni kweli. Yule mtoto akasema kwa ujasiri mkubwa, bwana mimi akili zangu ziko timamu na nina kumbukumbu kubwa. Je, ungekuwa wewe ungefanyaje? Na hapa je, alichokifanya huyo mtoto ni sahihi? Drop kwenye comment, follow kama hujafollow kwa ajili ya kupata stories zingine zaidi kama hizi hapa. Mimi ni Moses Raphael. See ya.